Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Siri ya msamaha wa dhambi kilitoa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Resistance of God Ministry hapa Lare. Tukaribisha mtazamaji wetu kwa makofi, shangwe na vigelegele. Mpendwa wa mtazamaji, nashukuru Mungu kwa neema ametujalia mara tena ili tuweze kukutana katika studio hii tukishiriki neno la Mungu. Na katika kipindi kilichopita tulijifunza sheria ya ondoleo la dhambi katika Agano la Kale, na tukaona vile dhambi ilikuwa inasamehewa katika Agano la Kale. Tukasoma kitabu cha Mambo ya Walawi 4 mstari wa 27 mpaka 31. Mtu aweza katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kushuhudia na kujulishwa dhambi yake aliyoifanya, ndipo ataleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Ataweka mkono wake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama dhambi yake, na ataichinja hiyo mbuzi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Kuhani atapokea damu yake na kuitia katika pembe za madhabahu, na kuhani ataondoa mafuta yake kama vile yanavyoondolewa katika sadaka ya amani na kuyateketeza juu ya madhabahu, iwe harufu ya kuridhisha, na atafanya upatanisho kwa ajili yake, na huyo mwenye dhambi atasamehewa. Kwa hivyo tuliangalia katika Agano la Kale vile dhambi ilikuwa inasamehewa. Haikuwa inasamehewa kiolela olela, ila lazima kuna kanuni Mungu alikuwa anaweka, zile siku zinafuatiliwa ili mwanadamu mwenye dhambi aweze kupata msamaha wa dhambi. Mungu akabadilisha sheria hiyo. Tukaona katika kitabu cha Mambo ya Walawi 16 mstari wa 29, Mungu akasema amri hii itakuwa amri ya milele, siku ya 10 mwezi wa 7 mwakani itakuwa siku ya upatanisho. Na tukaona Mambo ya Walawi 16 mstari wake ni wa 21 na 22. Haruni ataletewa mbuzi, ataweka mikono yake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama maovu na makosa na dhambi zote za wana wa Israeli atasiweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, na yule mbuzi atabeba uovu na makosa ya wana wa Israeli. Hii ni sheria ya ondoleo la dhambi. Katika Agano Jipya tunaona Agano la Kale kulingana na kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 1, maandiko yanasema torati ni kiburi cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe. Katika sheria ya ondoleo la dhambi tunaona hiyo ni kiburi, sura yenyewe ni Kristo. Kwa hivyo kondoo iliyokuwa inaletwa ni kiburi cha Yesu Kristo, alafu kuhani ni kiburi cha Yohana Mbatizaji. Na tukaona vile Yesu Kristo na Yohana Mbatizaji walikutana, na walipokutana tunaona Yesu alitoka Galilaya, Yohana alikuwa mto wa Yordani akibatisha, na watu walikuwa wanamwendea Yohana Mbatizaji wakisiungama dhambi zao. Yohana hakuwa na uwezo wa kupeana msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Wakati Yohana alipomwona Yesu anakuja kwake, katika kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 13, Yesu akatoka Galilaya akaenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Yohana alipomwona anakuja kwake akamuuliza, mbona waya kwangu? Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, na wewe waya kwangu ili nikubatishe? Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, maana ndivyo tupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali akambatiza. Wakati Yesu alipobatishwa, maandiko yanasema mbingu ikafunguka. Kwa sababu hakuna mwanadamu alikuwa na haki ya kuingia mbinguni, kwa sababu Mungu aliye mbinguni ni Mungu mtakatifu. Mungu katika ulimwengu wa Mungu ni ulimwengu wa watakatifu, na Mungu mwenyewe ni mtakatifu, na mwanadamu amefanyika mwenye dhambi. Kwa hivyo mwanadamu mwenye dhambi hakuwa na haki ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ndio mbingu ikafunguka, na mbingu ilipofunguka ni ili mwanadamu apate kuingia, kwa sababu dhambi zake zote zimebebwa na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo wa Mungu aliyechukua dhambi zote za ulimwengu. Haleluya. Tukaona vile Yesu alibeba dhambi zote za ulimwengu kulingana na kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 29. Siku ya pili Yohana alimwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu alipochukua dhambi ya ulimwengu,
ilibidi Yesu alipe msara wa dhambi ambao ni mauti. Ilibidi Yesu afe kwa sababu dhambi haisamehewi kiolela olela. Ni dini imefundisha mafundisho mapotofu ambayo yako katika Biblia. Wanawafundisha ukifanya dhambi ukaombe msamaha, ukitenda matendo maovu ukaombe msamaha. Kwa hivyo watu wengi wanafikiria wanapoenda kuhesabu maovu yao mbele ya Mungu, yale wametenda watasamehewa. Hiyo njia Mungu hakuitengeneza. Mungu alitengeneza njia moja tu ya mwanadamu kupata msamaha wa dhambi, na njia hiyo ni Yesu Kristo. Haleluya! Njia hiyo ni nani? Ni Yesu Kristo. Ndio Yesu alikuja kama mwanakondoo wa Mungu na akabeba dhambi yote ya ulimwengu, na alipobeba dhambi yote ya ulimwengu ilibidi Yesu afe kwa sababu ya dhambi zetu. Haleluya! Nini ilifanya Yesu afe? Yesu hakujua dhambi. Hebu tuangalie Biblia, tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3:5. Tuone vile maandiko inasema. Ninyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Mnajua ya kuwa alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Yesu alidhihirishwa asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Unapoangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wake ni wa 5. Mpendwa mtazamaji, nafaa uweze kuungana nasi hapa kanisani, uweze kuangalia kitabu hiki vile kinasema. Ninyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili asiondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Huyu ndiye Yesu alidhihirishwa, ana dhambi, hakutenda dhambi, na alidhihirishwa ili asiondoe dhambi. Haleluya! Na ndio maandiko inazidi kueleza. Tunapozidi kuangalia Biblia, vile Biblia inaeleza kuhusiana na Yesu Kristo aliyedhihirishwa. Kusudi la Yesu kudhihirishwa si ingine, ni ili aweze kuondoa dhambi. Yesu hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi. Hebu tuweze kuangalia kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Haleluya! Haleluya! Maandiko inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yesu hakujua dhambi, Yesu hakutenda dhambi. Yesu alikuwa mtakatifu, Yesu alikuwa mwana wa Mungu, na hakujua dhambi, hakutenda dhambi. Na ndio maandiko hapo inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo wakati Yohana alipomwona Yesu, alimwona Yesu ni mtakatifu, aliona Yesu ni mwenye haki, aliona Yesu ni mkamilifu, aliona Yesu ni mwana wa Mungu. Na alipomwona akamuuliza, sasa mbona wewe unakuja nikubatishe, na wale wanakuja niwabatishe ni wana wa wanadamu ambao wako na dhambi, wewe hauna dhambi, mbona unakuja nikubatishe? Yesu akamwambia, kubali hivi sasa, hivyo ndivyo tupasavyo, ili tuweze kudhimisha haki yote. Basi akakubali. Tunapozidi kuangalia Biblia vile inaeleza kwa nini Yohana alikubali? Kwa nini Yesu alisema hivi ndivyo tupasavyo tuweze kudhimisha haki yote? Tuangalie Biblia, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ni 53 verse 6. Maandiko inasema, sisi sote kama kondoo tumepotea, na kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka maovu yake ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Sisi sote kama kondoo tumepotea, na kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, lakini Bwana alichukua maovu yetu akaweka juu yake. Nani aliweka maovu yetu juu yake?
Mungu mwenyewe ndiye alisukua dhambi zetu, akasukua maovu yetu, akaweka juu ya Yesu Kristo. Yesu akabeba uovu wetu, Yesu akabeba dhambi zetu. Wakati Yesu alikutana na Yohana, ndio alimwambia kubali hivi sasa ili tuweze kutimiza haki yote. Na ndio Yesu alisema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mbinguni Mungu ndiye mwenyewe alibeba makosa yetu, akabeba maovu yetu, akabeba dhambi zetu, akaweka juu ya Yesu Kristo. Kabla Yesu Kristo hayakuja katika ulimwengu huu, Mungu ndiye alisukua dhambi zetu, makosa yetu, maovu yetu, akaweka juu ya Yesu Kristo. Lakini Yesu alipokuja duniani hii, Mungu aliweka Yohana Mbatizaji, na alipoweka Yohana Mbatizaji, maandiko inasema hizi zote zikamwendea katika mto wa Yordani wakisungama ili wabatishwe wanaposungama dhambi zao. Walipokuwa wakienda wanaungama dhambi zao, Yohana anawabatisha. Yohana akakusanya dhambi zote za ulimwengu. Alipokusanya dhambi zote za ulimwengu, akangojea mwanakondoo wa Mungu ili aweze kuweka dhambi zote juu ya Yesu Kristo. Yesu akatoka Galilaya akaenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Alipoenda, Yohana alimzuia akimwambia, mimi nahitaji kubatizwa na wewe. Kwa nini Yohana alimzuia? Kwa sababu Yesu ni mtakatifu, Yesu ni mwana wa Mungu, Yesu ni mkamilifu, na Yesu haendi kuungama dhambi. Sasa watu wale wote walienda kwa Yohana. Yohana hakuwazuia asiwabatishe, kwa sababu walikuwa wakiungama dhambi zao. Yohana anawabatisha katika mto wa Yordani. Lakini Yesu alipoenda katika mto wa Yordani kubatishwa, Yohana alimzuilia. Hebu tuangalie kitabu cha Mathayo ili uweze kuona neno hili. Mathayo 3 mstari wa 13. Mathayo, fungue Biblia zetu hapo, mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani. Wakati huo tusome kwa pamoja. Wakati huo Yesu akaya kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatishwe. Kwa hivyo Yesu alitoka wapi? Galilaya, akaenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Hebu tuone watu wale walimwendea Yohana, mstari wa 5. Tusome huo mstari wa 5. Maandiko inasema, ndipo walipomwendea Yerusalemu wote na Yudea wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Mstari wa 6 inaeleza wakaenda wakisiungama dhambi zao. Mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Wakamwendea nchi zote. Walipomwendea, maandiko inasema naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Kwa hivyo watu wote waliomwendea Yohana Mbatizaji walimwendea huku wakisiungama dhambi zao. Anawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Hebu tuone ubatizo wa Yesu Kristo na ubatizo wa watu waliomwendea Yohana Mbatizaji ili tuweze kuona tofauti ilikuwa gani kati ya ubatizo wa wanadamu na ubatizo wa Yesu mwana wa Mungu. Hapa tunaona naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Yesu pia ameenda Yordani ili abatishwe, na watu wameenda Yordani ili wabatishwe. Hebu tuone mstari wa 13 na 14, tuone tofauti ilikuwa gani. Mstari wa 13, maandiko inasema, wakati huo Yesu akaya kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatishwe. Wanadamu wameenda kwa Yohana ili wabatishwe, na Yesu na yeye ameenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Na tunapoangalia wanadamu wameenda kwa Yohana ili wabatishwe, na Yesu na yeye ameenda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Na tunapoangalia tunaona watu walimwendea Yohana akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Naye Yesu, maandiko inasema wakati huo Yesu akaya kutoka Galilaya mpaka katika mto wa Yordani kwa Yohana ili abatishwe. Mstari wa 4,
mstari wa 14, lakini Yohana alitaka kumzuia akisema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waya kwangu? Lakini Yohana alikataa, akamzuia. Tukiangalia wanadamu wote waliomwendea Yohana Mbatizaji hakuwakataza, hakuwazuilia wasibatishwe, bora wameungama dhambi zao. Lakini Yesu alipoenda katika mto wa Yordani ili abatishwe, tunaona mstari wa 14, lakini Yohana alikataa, akamzuia. Yohana alimkataa na akamzuia, akasema, mimi nahitaji kubatishwa na wewe, na wewe waya kwangu? Wakati Yohana alipomtazama Yesu mbele yake, alimuona, akamwambia, mbona unakuja kwangu nikubatishe? Mimi nahitaji kubatishwa na wewe, lakini wewe waya kwangu? Yohana hakuambia mwanadamu mwingine, kwa nini unakuja nikubatishe? Mimi nahitaji kubatishwa na wewe. Hapana, aliongea na wale ambao wanakuja kubatishwa. Anapoongea na wao, maandiko inasema alikuwa anawabatiza huku wakisiungama dhambi zao. Lakini Yesu ndiye huyo amekuja kutoka Galilaya mpaka mto wa Yordani, lakini Yohana alipomwona alikataa kufanya nini? Kumbatisha. Akamzuilia akisema, mimi nahitaji kubatishwa na wewe, nawe waya kwangu? Mstari wa 15. Haleluya. Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuhitimisha haki yote. Ndipo akakubali. Sema amen. Maandiko inasema Yesu akamjibu akamwambia, kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kutimisha haki yote. Basi akakubali. Haleluya. Mstari wa 16, naye Yesu alipokwisha kubatizwa, mara Yesu alipokwisha kubatizwa, mara alibuka kutoka majini, tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akisuka kama ua juu, akisuka kama ua na kutua juu yake. Mstari wa 17, Mstari wa 17, tazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Haleluya. Duniani, mbinguni na duniani, hakuna mwingine Mungu alisuundia anapendezwa na yeye isipokuwa Yesu Kristo. Kwa nini Mungu alisuundia ninapendezwa na yeye? Kwa sababu huyu ndiye aliyekuja kuharibu kazi yote ya Ibilisi. Atenda dhambi na Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi utenda dhambi tangu mwanzo. Lakini kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asivunje kazi za Ibilisi. Na ndio sauti ikatoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Baada ya Yesu kubatishwa, maovu yote, dhambi zote, makosa yote ya wanadamu yaliyojaa ulimwenguni, yote yaliama yakaenda kwa Yesu Kristo. Haleluya. Dhambi zako mpendo mtazamaji, makosa yako, maovu yako yakawekwa juu ya Yesu Kristo. Mungu aliweka juu ya Yesu Kristo. Katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 6, Yohana akakutana na Yesu Kristo, ambaye Yohana ni mkuu, ambaye anawakilisha wanadamu. Wanadamu wote wakaungama dhambi zao. Yohana akakusanya dhambi zao, akaweka mikono akibandisha Yesu. Dhambi zote za ulimwengu ikaenda juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Na ndio kitabu cha Yohana sura ya kwanza. Tuangalie kitabu cha Yohana sura ya kwanza, mstari wake ni wa 29.
Kesho yake alimuona Yesu akija kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aisukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Hii ni baada ya Yohana kumbatiza Yesu Kristo. Alipokwisha kumbatiza Yesu Kristo, kisha akamuona. Alipomuona akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aisukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya! Dhambi yote ya ulimwengu Yesu akazibeba. Haleluya! Hebu tuangalie kitabu kingine hapa, kinaitwa Warumi. Mpendo mtazamaji, fuatilia hili neno vizuri. Kitabu cha Warumi 5 mstari wa 17. Mstari wa 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema kile kipawa cha haki kitatawala hata uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Mstari wa 18. Mstari wa 18. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Haleluya! Kwa tendo moja ambalo Adamu alitenda, watu wote waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Watu wote walifanyika wenye dhambi. Kwa tendo moja la haki, watu wote wameingizwa katika hali ya kuwa wenye haki, wamehesabiwa haki kwa tendo moja la haki. Watu wanaamini hivyo. Mpendo mtazamaji, angalia hili neno vizuri. Inasema basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu. Kwa kosa moja la Adamu. Adamu alitenda kosa moja, na alipotenda kosa moja, sisi sote tukahukumiwa ghadhabu kwa tendo moja la haki. Watu wote walihesabiwa haki yenye uzima kwa tendo moja la haki. Watu wote, si mtu mmoja, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Na hii ndio jambo ambalo linasumbua dini. Hii ndio jambo moja linasumbua wanadamu. Hii ndio jambo moja linasumbua mioyo ya wasioamini. Wakisikia watu wote wamehesabiwa haki yenye uzima, hawapokei, wanapinga. Ni mimi ninasema ama ni neno linasema? Tusome kwa pamoja. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa ghadhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Inasema nini? Inasema mtu mmoja alihesabiwa haki yenye uzima. Watu wote, bila watu wote walifanyika wenye dhambi kupitia Adamu. Anto monde bara Yesia otemu ntopinga awa aere mwesia no ntoba kubude mesia muntu rete ketia aere mwesia no ntobwa babe tobe tawandamu. Lakini kuomo ageru wa mwera ukelokera Yesu Kristo itwa etapa ageru atetekeria. Haleluya! Lakini anaamini kupitia nani? Kupitia Adamu, yeye ni mwenye dhambi. Lakini hawezi kuamini kupitia Yesu Kristo, amehesabiwa haki yenye uzima. Kwa hivyo kuna watu wawili katika Biblia. Kuna Adamu aliyeleta dhambi, kuna Yesu aliyeleta haki. Sasa uko katika kanisa ya nani? Uko katika dini ya Adamu ama uko katika kanisa la Yesu Kristo? Kanisa ya Adamu ni wale wanalia kila siku kwa ajili ya dhambi zao, wanaojitakasa kila siku kwa ajili ya dhambi zao, wanaishi kusema mimi ni mwenye dhambi.
Lakini kanisa la Yesu Kristo ni wale wanaosema mimi ni mwenye haki kwa sababu Yesu amenihesabia haki. Alifanya dhambi kwa ajili yangu, alinihesabia haki bure bila matendo yangu, alinihesabia haki yenye uzima kupitia kifo chake, kupitia kufuka kwake. Mimi nimefanyika mwenye haki. Hawa wako katika kanisa la Yesu Kristo. Lakini wale wanalia kwa ajili ya dhambi zao wako katika kanisa ya Adamu. Wako katika dini, wanalilia huko, wanajiosa dhambi wao wenyewe. Lakini wale wako katika kanisa la Yesu Kristo wameoswa dhambi zao. Amen. Hawajiosi dhambi, wameoswa dhambi. Na baada ya kuoswa dhambi ukahesabiwa haki yenye uzima. Haleluya, haleluya. So Yesu, kazi ile Yesu alifanya ni kazi kamilifu ya kuosha dhambi zako mara moja na milele. Dhambi zako zote zimefanya nini? Dhambi zako zote zimeoshwa. Laana zako, hata hii dini na kudanganya, hatuko na laana ya visasi 4, sijui unafaa uvunje laana na pesa fulani. Laana zako zote Yesu alibeba. Yesu alikukomboa katika laana ya Torati. Yesu alikukomboa katika laana ya vizazi. Yesu alikukomboa katika laana ya ukoo. Yesu alikukomboa katika laana zote ili uweze kurithi baraka. Mimi nimebarikiwa kwa sababu Yesu alinikomboa. Haleluya. Yesu amefanya nini? Amenikomboa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji, unapoamini umekombolewa kupitia damu ya dhamana ya Yesu Kristo, hauko chini ya laana tena, uko chini ya baraka. Haleluya. Yesu alitukomboa chini ya laana, chini ya Torati, chini ya damu, ili aweze kutuweka katika baraka ya msamaha wa dhambi, ili tuweze kufanyika watoto wa Mungu. Tunaye Mungu anayeishi milele, Mungu anayetusaidia. Baada ya kuosha dhambi, Mungu ndiye anatusaidia. Mungu ndiye anayesumbuka kwa ajili yako. Mpendwa, kama unasumbuka, kama unahangaika kama una baba. Lakini baada ya kuosha dhambi zako, Mungu anasemaje? Tuangalie neno lingine hapa. Tuangalie Wakorintho wa pili 5, Wakorintho wa pili 6 mstari wa 18. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike, asema Bwana Mwenyezi. Umesikia hilo neno? Nitakuwa baba kwao. Kwa hivyo shida za watoto wangu si shida zao. Shida zao ni shida zangu, kwa sababu ana baba. Ama namna gani? Sasa Mungu amekuwa baba kwangu. Shida za kwangu zinakuwa za nani? Shida zangu ni zangu. Shida zangu si zangu. Shida zake ni shida zangu ni zake. Kwa sababu gani? Mimi ni wake. Mimi ni mtoto wake. Wale wa 17, hebu akapokee hiyo kitabu cha Mathayo, na magonjwa yakaweza kupona, yakaweza kuondoka na kukoma ndani ya miili yao. Pokea sifa kwa sababu ulifanywa maskini kwa ajili yetu ili sisi tuweze kuwa matajiri. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Sema amen. Mpendwa mtazamaji, nakusii usapoti hiki kipindi. Kuna wengi wanapiga simu wakiniomba pesa. Kuliko wasapoti kipindi, wao wananiomba pesa. Oh pastor, niko na shida, nitumie 1000 fulani. Hiyo moyo tafadhali usiwe nao. Usapoti kipindi ili kiweze kufikia wengi. Na pia hapa kanisani nafaa ujitolee pia wewe usapoti hiki kipindi, na ile shilingi yako uko nayo, shilingi yako 10, shilingi yako 20, 100 yako, 1000 yako, yote tushirikiane pamoja tuweze kuhubiri Injili iweze kufikia watu wengi. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji, kwa muda umekuwa pamoja nasi. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Mungu akubariki sana.